Naam, natumai kwamba usalama kabisa. Karibu popote pale ulipo kwenye mazungumzo yetu ya siku ya leo, na tukisema kwamba understanding your purpose, yani kujua kusudi lako. Hapa utakuwa unajifunza mengi zaidi, unaelimishwa kulingana na mazungumzo ambayo tunaenda kuwa nayo siku ya leo. Niite Abraham Omoding. Hii leo hapa hivi pia tupo na mgeni ambaye atakuwa anajitambulisha, na pia moja kwa moja atakuwa anatuzamisha kwenye gumzo kufafanua zaidi, tukiangazia hope, yani tumaini. Acha kwanza mgeni aje, karibu zaidi. Asante sana Abraham kwa kunipa wakati huu kuwa pamoja na wewe katika kipindi hiki cha knowing your purpose, yani kujua kusudi la Mungu kwako, yani wewe kusudi lako ni nani, ni gani katika dunia hii. Ni muhimu sana kujielewa na kujua ni why you are on earth, ni kwa nini ulizaliwa. Hiyo ndio kitu cha kwanza. Kwa sababu Biblia katika kitabu cha Mwanzo kinaashiria na kusema venye Mungu alivyoimba dunia, alivyoumba wanyama, kaumba mito, kaumba milima, kaumba mabonde, kisha bado alimuumba binadamu. Lakini kuna maneno yale yaliyochangia pakubwa, na kuna kusudi ile iliyochangia pakubwa, ni kwa nini binadamu aliumbwa. So hiyo ndio nataka tuangazie siku ya leo, ni kwa nini uliumbwa, uko hapa duniani kwa sababu gani. Kwa sababu tuko wengi hapa, lakini kuna wengine utakuta hawaelewi kabisa ni kwa nini wako kwenye dunia hii. Hawaelewi kusudi lao, hawaelewi ni kwa nini, maana hiyo ni changiwa sana na kutokujielewa, kutokujua ni kwa nini. Na ukikosa kujielewa na kujua ni kwa nini uko katika dunia hii, utakuta dunia inakuchenga, dunia inakupiga vita, dunia inakuzungusha katika mviringo ambao wewe mwenyewe hauwezi ukautoka, maana haujui sababu yako kwenye dunia hii. Sisi Abu, ungekuwa na swali la kuniuliza ndio tupate kuendelea. Kuna yule mtu ambaye anaweza kuwa anajiuliza maswali huko nje tunapozidi kuangazia kuhusiana pengine ile tumaini ama hope. Mtu anaweza kakaaje ndio pengine ajisi kwamba kuna msukumo wa kuwa na tumaini ya kitu fulani? Maana kuna wengine wako tu hivyo tu kabisa, pengine anaishi lakini hana kusudi. Mtu anaweza ishi vipi ndio pengine ajue kwamba mimi vile nakaa hivi nafaa nifanye hivi ndio nikuwe na msukumo wa kufanya kitu fulani ile? Katika dunia hii hakuna mtu mwenye hana sababu yake. Ulikuja ukiwa na kusudi, ndio kwa maana Mungu alisema tumuumbe mtu aliye kama sisi. Kisha Mungu, Biblia inasema kwamba kisha akaumba mwanamume na mwanamke, na Mungu akafurahishwa na kazi aliyoifanya. Kwa hivyo kitu cha kwanza kabisa, Mungu tuliumbwa kwa maumbile ya Mungu, na kama tumeumbwa katika maumbile ya Mungu na tunafanana na Mungu, ni kumaanisha chochote Mungu alichokifanya katika dunia hii tuna uwezo wa kukifanya, tuna uwezo wa kukisawazisha ama kukiendeleza. Kwa hivyo kisha baadaye Mungu alipomuumba binadamu na mwanamke na kamuumba mwanaume, kisha aliwapatia majukumu. Katika Mwanzo aya ya kwanza mstari wa 26, 27, 28 na 29 utapata ya kwamba amesema, na akamwambia binadamu aweze kuimiliki, kuitawala na kuwa ndio kiongozi wa dunia hii. Akamwambia tena uzalishe na upanuke, be fruitful and multiply, na uongezeke. Kumaanisha kuna sababu iliyofanya Mungu akuumbe na akakupatia kitu cha kufanya. Akasema I give you dominion. Akampa binadamu kutawala, ile dominion, kutamalaki, kuwa ndio mwenye nguvu, ndio mwenye kufanya, ndio mwenye kutenda jambo lolote lile. Yani akamwambia awatawale wanyama wa kwenye ardhi, kisha samaki wa baharini na ndege wote walio angani wakawekwa chini ya binadamu. Na akamwambia binadamu uzalishe na uongezeke. Kwa hivyo kuna sababu ya kuumbwa, kuna sababu, maana amekupatia kazi ya kuwa samaki wa baharini wako chini yako, ndege wa angani wako chini yako, wanyama kwenye ardhi wako chini yako. Kwa hivyo una kazi. Hakuna binadamu dunia hii mwenye hana kazi ya kufanya.
Maelezo mazuri kabisa kwa yule mtu. Kunajua kuna wengine mtu anakaa hivi chini na pengine hana msukumo fulani, anaweza kusema pengine mimi ni kama tumaini kwangu mimi sina amani, lakini muda mwingi pia jinsi mgeni wetu studioni anavyozidi kuzungumza kwamba muda mwingi lazima kuwe na lazima kuna sababu ya kuwa hai. Ndiposa kila wakati mimi pia husema kwamba unapokuwa hai Mungu anayo mawazo mema juu yetu na pia anayo makusudio mema juu yetu. Kwa hivyo ni jambo la maana zaidi ambalo anazidi kuliangazia hapa, lakini pia swali ndilo hili, ni mambo kama yapi ambayo pengine huenda akafanya mtu anakata tamaa? Kukata tamaa ni kutopata maarifa, na Biblia inasema watu wangu wanapotea kwa sababu ya kukosa nini? Kukosa maarifa na kukosa kumwelewa Mungu. Ni kukosa tu kuelewa Mungu. Ukikosa kumwelewa Mungu, basi utakosa kuelewa kusudi la Mungu katika maisha yako. Maana kile kile muhimu sana sio kusoma, sio kwenda katika vyuo vikuu kasome, sio kwenda kwenye secondary ukasome ama katika elimu fulani. Elimu ni muhimu sana katika maisha ya binadamu, lakini sio mwisho wa kila kitu. Elimu ni mwanzo tu wa wewe kuweza kufuatilia kwa njia, kwa sababu elimu ni baadhi ya vitu vingi ambavyo vinaashiria katika binadamu na vinamfanya binadamu akuwe mtu ambaye anatawala, anamiliki, anajua kila kitu. Ndio maana elimu ikakuja, ndio unakuta kuna kusoma kutoka kidato cha darasa la kwanza mpaka darasa la 8. Kutoka darasa la 8 unaenda kwenye form 1, form 2, form 3, form 4. Kisha kuna wale wanaenda form 5 na form 6. Kisha unaenda kwenye chuo kikuu ama kwenye idara fulani ya masomo kuendeleza baadhi ya masomo ambayo unataka. Lakini muhimu sana ni kuelewa ya kwamba hata kama kuna watu wengi wasomi ambao wamefaulu sana katika upande wa masomo, wamefaulu sana. Kuna shahada, watu kuna shahada nakwambia niko na shahada 5, shahada 6, shahada 10, shahada 20. Zote hizo ni kupitia masomo aliyosoma. Lakini unakuta bado amepungukiwa katika mawazo yake, amepungukiwa. Maana sioni maana ukasoma ukapata shahada karibu 20, lakini bado unakuwa mtu wa kuajiriwa, mtu ambaye ni kama hajielewi. Lazima mtu mwingine ambaye hajasoma kama wewe ndio akapata akili ya kuanzisha mradi fulani alafu akakuajiri wewe. Hiyo ni kumaanisha kuna upungufu fulani wa kitu ambacho hakiconnect. Maana Biblia inasema kwenye kitabu cha Deuteronomy 28, ukisikia sauti ya Mungu na ifuate kwa bidii, basi atakubariki. Kwa hivyo baraka za binadamu kwenye kitabu hiyo cha Mwanzo 1:28-29 inasema ya kwamba kisha akawabariki. Kwa hivyo ukiona mtu anapungukiwa sana, ni kwamba amebarikiwa lakini hajui kwamba amebarikiwa, hajatambua kama amebarikiwa. Ndio. Vizuri kabisa. Ndio pia neno lazidi kutuhimiza kwamba muda mwingi wakati Mungu anakubariki, ukibarikiwa mashambani tayari mjini ushabarikiwa. Hauwezi kubarikiwa mashambani. Kama sasa kuna watu wengi wanasafiri wanaenda Ulaya, kwenda kutafuta kazi, wengine wanaenda kule upande wa Arabu, wengine wameenda Europa, wengine wameenda Australia kutafuta kazi. Lakini ukirudi kwenye maandiko, kitabu cha Deuteronomy 28 inatoa baraka za binadamu, ya kwamba kama utaisikiliza sauti ya Mungu na uifuate kwa bidii kuyafanya yaliyoandikwa na yaliyosemwa, basi hiyo ndio itasababisha ubarikiwe. Si kuwa angoli yako ni tajiri, sio kwamba baba yako ni tajiri ama mama yako ni tajiri ama umejikuta katika ulimwengu wa utajiri. Ni kule kusikia sauti na kuitii na kuifuata sauti ya Mungu. Kisha ametoa baraka, amesema utakaposakua ukienda vijijini utabarikiwa, uende kwenye miji utabarikiwa, kapu lako litaongezeka, magara yako yataongezeka. Lakini yote imewekwa kwa mstari mmoja kama utaifuata kwa ukamilifu na kwa bidii sauti ya Mungu wako. Kwa hivyo Mungu wako ana kila decision, ana kila maamuzi yote ambayo yanafanyika ni kutoka na Mungu. Mungu ukikaa kulingana na ukasikia sauti ya Mungu, sababu Mungu ndiye amemtenga mkulima, Mungu ndiye amemtenga mwanabiashara,
Mungu ndiye amemtenga mfanyikazi, kijakazi, wote hawa wametengwa na Mungu. Kwa hivyo kama utasikiliza sauti ya Mungu na uisikilize kwa makini, kisha uifuate kwa bidii, basi utafaulu kusikia Mungu alikuitia nini. Maana kila mtu aliitwa, na alipoitwa aliitwa na kusudi fulani, na kusudi lile fulani ni gani? Ameitwa kwa ajili ya kufanya na kutekeleza majukumu ya Mungu katika dunia hii. Kwa hivyo kila mtu, ukimwangalia Sulemani alifaulu sio kwa sababu alikuwa mwerevu, lakini alienda mlimani akatoa sadaka ya ng'ombe 1000. Kisha Mungu akamtokezea kwa ndoto, akamuuliza unataka nini nikupatie? Kisha akamwambia Mungu anataka hekima ya kuongoza, hekima ya kukusikiliza, hekima ya kukuelewa, ndiposa niweze kuongoza watu wako. Kwa hivyo Mungu alifurahi sana kusikia huyu jamaa anaomba hekima anisikilize, kwa sababu maarifa yote, maagizo yote, maendelezo yoyote yanatokana na hekima ya Mungu. Kwa hivyo Sulemani alikuwa na siri ya kujua sio bidii yako, sio nguvu yako, sio uwerevu yako, lakini ukitoa dhabihu fulani, sadaka fulani, itakufungulia mlango wa kuzungumza na Mungu wako, kisha utamuelezea Mungu wako unataka kitu gani. Bana, ukielewa unataka kitu gani, basi kutoka hapo utakuwa ukifanya, kwa sababu Mungu wako atakufungulia elimu ya kuelewa kile kitu unachokitaka na kukifuatiliza na kukifanikisha na kufanya kulingana na mapenzi ya Mungu. Na ndio inasema ya kwamba unapofuata na kusikiliza sauti ya Mungu, ndio umeona Solomoni apapo baada ya kupata baraka kutoka kwake Mungu alimjalia akamletea watu ambao wana maarifa kwa vitengo mbalimbali. Kama ni katika kitengo cha ujenzi, alilete mtu aliye na uelevu wa kitengo hicho na pia ule ujuzi. Akamwenda kwenye kitengo kingine, pia akalete mtu ambaye alifanya kazi kwenye kitengo kile. Kwa hivyo vitengo vyote vilikuwa na Solomon ama Sulemani, vilikuwa na watu waliokuwa wana umahiri mkubwa sana katika vitengo vile. Walitoka wapi? Mungu ndiye aliyowalete. Maana Sulemani alifanya nini? Alimsikiliza Mungu kwa makini na akataka kufuata Mungu wake. Wazo nzuri kabisa. Kuna jambo ambalo umeweza kuguzia hapo pia kuhusiana na kule kusikiliza sauti ya Mungu ama kuweza kufuata yale ambayo Mungu anayahitaji. Na kwa kweli pia unajua kuna tunapozidi kukua na lile tumaini ama hope, unajua kuna watu wengi ambao wanakata tamaa ama wanapoteza lile tumaini. Kwa sababu gani? Mawazo yao yote wameweka kwa mambo ya kidunia, mawazo yao yote wameweka kwa wanadamu. Maana unaweza kupata kuna wale wanadamu wengi ambao muda mwingi moja kwa moja utakuwa unafanya vipi, pengine wanakushauri badala ya kukujenga, wanakupoteza. Badala ya kukufanya usimame, kumbe ndio wapo wanakuangusha. Mgeni wetu studioni amezidi kutimiza kitombe vipi kwamba katika jambo lote lile zidi kusikiliza ile sauti ya Mungu na itakuwa ni jambo la maana zaidi. Lakini pia swali kwa mgeni wetu, je, unadhani kwamba kuna wengi ambao huzungumza wakisema kwamba sauti zote sio za Mungu? Mtu anaweza akafanya vipi pengine ndiye ajue hii sauti hii imetoka kwa Mungu? Mwangalie Solomon, turudi kwenye Solomon kwanza. Bado pia tuende kwenye Musa, tuende kwenye Isaka, tuende kwa nani mwingine. Maamuzi ya kumjua Mungu yanatokana na malezi gani uliyopata ulipokuwa unazaliwa. Kwa maana katika malezi kuna kule malezi yanakupotosha na kuna malezi yanayokulea. Malezi yanayokuleta karibu na mikono ya Mungu ama karibu na kusikia sauti. Mbikisha katika yale malezi unafundishwa. Maana kumaanisha wale wote wengi walifaulu kwa sababu walipata malezi ambayo yaliwaelekeza katika kulisikia sauti ya Mungu. Kisha Mungu mwenyewe alitumia, kama mahali palikosekana malezi ya wazazi, palipatikana malezi ya Mungu ambayo yalimuelekeza. Maana kama Mungu ana kusudi fulani kwako, kama vile Yusufu aliuzwa na kaka zake, lakini alikuwa na ndoto, na ile ndoto ndio ilimpeleka kuingia kwenye maeneo aliyoingia mpaka ikampeleka katika ushindi wa maisha yake. Walipomuuza
walimuuza wakifikiria wameua ndoto yake. Kwa hivyo kila binadamu ako na ndoto, na ukielewa ndoto yako ama yani ufuatilize ndoto yako, utasikia sauti ya Mungu. Kwa hivyo ndoto na sauti ya Mungu zinapelekana. Kwa hivyo ukiwa na ndoto, that is a vision. Ukiwa na maono, maono ndio ndoto yako. Kama hauna maono, hauwezi ukamjua Mungu. Kama hauna vision, hauwezi ukamjua Mungu. Kwa maana Mungu kupitia kwa ndoto anakuzungumzia, Mungu kupitia kwa vision anakuzungumzia, kisha baada anatumia watumishi wake, anatumia binadamu. Labda anaweza kutumia mzazi wako, ama anaweza kutumia mwalimu, ama anaweza kutumia kiongozi wako. Hao ndio wanatumika katika kuimarisha na kubadilisha ama kufanikisha ndoto iliyo ndani yako. Ndio wanasababisha ukaweza kujua wewe ni nani. Katika ile hali ya kujua wewe ni nani, unajua katika hali ya kutembea katika mamlaka ya Mungu. Hapo umeweza kuguzia vizuri tena vizuri kabisa. Na unapata swali lingine, je, unapata kuna wakati mwingine mwanadamu anahisi kwamba ashakata tamaa? Tunapozidi kuzungumzia vitu ambavyo vinasababisha pengine mtu kukata tamaa. Wakati mtu anahisi kwamba amekata tamaa ama amepoteza lile tumaini ambalo tunazungumzia hope yenyewe. Kwamba kwa mfano mimi mwenyewe nahisi mimi nimepoteza kabisa tumaini. Naweza nikafanya nini ndio nijihisi kwamba nipo imara kabisa? Maana muda mwingi mtu wakati ambapo amehisi amepoteza tumaini, unahisi mnyonge, unaona ni kama kesho yako mambo hayako sawa kama leo. Mtu anaweza akafanya vipi? Kukata tumaini kinasababishwa sana na kuogopa majukumu. Naam. Watu waliokata tamaa ni waliogopa majukumu. Maana ukiangalia mahali upo, hapo umeketi na hapo unafanyia kazi yako, ama hapo umekaa, kuna jibu la maisha yako. Kweli kabisa. Anywhere, mahali popote upo, hata ukienda kwenye jangwani. Ukienda kwenye jangwani utapata kuna mbuzi wanakula kule jangwani. Hakuna nyasi, hakuna chakula cha kutosha, lakini utapata wamenona. Maana hawakukata tamaa kwenye maisha. Kweli. Walijua hii hali ambayo tumejipata, hii hali ndio tutakayoishi. Lakini utapata binadamu ameshindwa kidogo maarifa na huyo mbuzi. Maana anapompelekwa mahali kama hapo anashindwa kutafsiri. Maana Isaka alikuwa anataka kwenda Egypt kwenda kutafuta lishe. Lakini Mungu akamwambia usiende Egypt, ukae hapa Israel, maana nitakubariki hapo. Nakumbuka wakati alikuwa anaenda Egypt kule Misri, alikuwa anaenda kwa sababu kulikuwa na kiangazi cha miaka 6 hivi na kulikuwa na njaa. Kwa hivyo alikuwa anaenda kutafuta lishe. Lakini Mungu akamrejesha, akamwambia katika hiyo hali hapo nitakubariki. Yeye mwenyewe kwa mtazamo wake, nama kwa mtazamo wowote ule, mtazamo wa aina yote ule, utapata ya kwamba kama ni mtazamo wa kibinadamu na macho ya kibinadamu, ilikuwa ni hali ngumu, ni kitu ambacho hakingeweza kuwezekana, kwa sababu kulikuwa na kiangazi, kilikuwa kwa miaka 6. Hakukuwa na jambo lolote ambalo lilikuwa linaweza kuonyesha kama kwamba kuna ushindi fulani ama kuna kufanikiwa kokote kwa njia yoyote ile. Kulikuwa kumekauka, hakukuwa na mvua miaka 3, na hapo mbeleni miaka 3 hakukuwa na mvua. Hali ilikuwa ngumu, kulikuwa ukame, lakini Mungu alimwambia urudi, nitakubariki huko. Na kisha kwa sababu alimjua Mungu anayemfuata, na alijua huyu Mungu si Mungu wa uongo, na akajua huyu Mungu ni Mungu anajua kufanya, na kwa sababu alimuona kupitia kwa baba yake, yeye alirudi kwa sababu alijua Mungu ni wa ahadi na ahadi za Mungu ni za milele. Kwa hivyo alienda na akaanza kufanya kilimo chake kwenye hali ilikuwa ya kiangazi. Na wakati Mungu alimwangalia moyo wake ulivyo wa kujituma, Mungu akabariki kazi yake. Katika hali ya kujituma utabarikiwa, lakini katika hali ya uzembe hautabarikiwa. Lazima uchangamke, ufanye kitu ndio uweze kufanikiwa. Maana kwa hivyo hauwezi. Mtu ambaye amesema amekata tamaa kwa sababu ya utepetevu. Kuna kitu fulani ambacho hakiko ndani yake. Kuna spirit fulani ambayo imempenya, ambayo ni ya kumuua. Yani ni mtu aliyekufa katika kimawazo, kimaono, hayuko hai. Na mtu kama huyo anahitaji either maombi ama anahitaji kuzungumziwa. Kuna kufa kwingine kwa maono hakuhitaji maombi. Kunahitaji kuzungumziwa, kuambiwa ni jambo hili ukalifanya, jambo hili ukalifanya. Otherwise hauwezi ukafaulu. Vyema kabisa. Na pia jinsi mgeni wetu anazidi kuzungumza hapa hivi, unajua muda mwingi hata pia neno lazidi kutimiza kwamba
wale watu ambao mweka imani yake ama imani kwa Mungu watakuwa kama ule mti ambao umepandwa kando kando ya maji. Hata kiangazi kije kwa kiwango kipi, bado itazidi kunawiri siku baada nyingine, kama ni matunda umelazwa kwenye majani mabichi. Majani mabichi. Lakini wale ambao pengine tumaini yawamweka kwa wanadamu, utakuwa wakati kama wowote ukampata binadamu naam, ameweka matumaini yake kwenye binadamu, matumaini yake, yani yeye mwenyewe vision yake amekufa, hana ndoto, hana mwelekeo, na hawezi akafaulu. Kwa hivyo ni muhimu sana uelewe ya kwamba kila kitu ambacho tunakifanya katika dunia hii, ulipozaliwa ulizaliwa na dream yako, ulizaliwa na vision, ulizaliwa na mwelekeo. Kuna kitu kilizaliwa kwako ulipozaliwa. Kila kitu kilicho duniani, ukisoma vizuri kitabu cha Genesis, Mwanzo 1 aya ya kwanza 26, 28 mpaka 29, utasikia Mungu akawabariki na akawaambia, nimekupatia mamlaka juu ya kila kitu kilicho katika dunia hii. Kwa hivyo kama unakosa chakula, si Mungu amekosa kukupatia, ni either utepetevu, uzembe, ama kuna binadamu amechangia wewe kutofaulu. Kama unakosa lishe ama chakula cha usiku wa leo, si either ni wewe mzembe, ama kuna utepetevu fulani, ama kuna binadamu fulani aliyeingililia kati yako na baraka zako. Kwa hivyo ni muhimu sana kuelewa jambo ama kitu ambacho unachokipitia, iwe ni ugumu fulani unaoupitia, umesababishwa. Maana Mungu anasema kwenye kitabu cha Timotheo ya kwamba ako na plani nzuri, ako na I've got good plans for ile mipangilio, ama pia anatuwazia mema siku baada ya anatuwazia mema, na sio mambo mabaya, amekuwazia mema. Kwa hivyo katika ile hali ya kuwaziwa mema, ni kumaanisha Mungu alikuangalia hata kabla uje katika dunia hii. Yeremia 1:4 inasema, kabla hujazaliwa nilikujua. Kwa hivyo kuna mipango alikupangia, ndio kwa maana alijua kabla uzaliwe, akakupangia mipango. Kisha hiyo mipango kama ungeifuata, kisha akamwambia kwenye Yeremia 1:8 na 9 na 10 ya kwamba akamwambia, niangalie, tazama kutoka leo usirudi kusema tena wewe ni mtoto, maana mahali nitakutuma utaenda, chochote nitakachokutuma ukakifanya utakifanya, lolote nitakalokuambia uende ukaliseme utalisema. Na akamwambia, tazama leo nimekupatia nguvu juu ya mataifa na falme. Yani umepatiwa nguvu juu ya mataifa na falme, kumaanisha hamna sababu ya kusema unaweza kushindwa. Kila kitu kipo chini yako, kiko na mipango yote imepangwa. Maana Mungu alipokuumba alikuumba na mipango yote, na akakwambia, fuata barabara yangu, fuata njia yangu, na kutoka hapo utafaulu. Ukifuatiliza tu na ufanya kazi na ukae kulingana na mapenzi ya Mungu, hakuna siku maadui watakuweza. Kitabu cha Waefeso kinasema nini? Hakuna silaha yoyote iinuayo ama itakayoinuliwa ikushinde. Kumaanisha already Mungu amekupangia, na anajua maadui watakuja, na anajua atakavyowazuia, atakavyowasambaratisha, atakavyowavunja, na atasimamisha uwepo wake uwe umesimama kamili. Vita si vyetu, vita ni vyake, anatupigania. Kama unajua hivyo vita. Kwa hivyo kila mipango, there is nothing ambayo iko nje. Kila kitu Mungu alijua kutakuwa na vita, akakwambia vita si vyako, vita ni zake. Niamini tu. Niko nasema, akajua utakuwa na njaa, akakupatia mipango ya kufanya kilimo, akakupatia wanyama, akakupatia mimea, akakupatia ndege wangani, akakupatia samaki wa baharini. Wote alikupatia kwa mpango na mpigo fulani. Kwa hivyo kama kuna tatizo lililo ndani yako, si tatizo lako la Mungu, bali ni wewe. Jichunguze vizuri, ujielewe. Umaskini ni sisi tunautafuta. Maana kwenye kitabu cha Deuteronomy inasema, ukifuata maagizo ya Mungu kwa bidii na usikie sauti yake kwa bidii, kisha haya yafuatayo utakutana nayo. Lakini ukikosa kufuata, pia anakwambia yafuatayo ndio yatakupata. Kwa hivyo Mungu amekuwazia mazuri, na wewe bado ukijiwazia mabaya, anakuambia hii ndio barabara utakayoipitia. Ndiposa kila wakati mimi huzungumza kwamba unajua ambao unatutizama moja kwa moja, wewe mwenyewe pia ni nabii wa maisha yako.
jinsi mgeni wetu studioni anavyozidi kuzungumza hapa, kuna vile unaweza ukaamka asubuhi ukijitamkia baraka, baraka itakuwa juu yako, ukijiwazia baraka, baraka itakuwa juu yako. Kuna mambo mengi ambayo tunachukua hatua imani na mambo yanazidi kuwa shwari kabisa. Ila pia kuna baadhi ya vijana ambao huzungumza wakisema, ama kuna msemo kwamba mimi nangoja Mungu atatenda tu. Mungu najua ananiwazia mema, sijakataa, lakini mimi nangoja kwamba atatenda. Kuna wale vijana ambao hataki kujituma, ama kuna wale mtu nje pale hataki kujituma, lakini anakaa akisema tu mimi nangoja Mungu, nangoja tu wakati wa Mungu ufike. Mungu anakutana na wewe ukisafiri, ukitembea, ukiwa unafanya jambo, ukiwa unalima, ukiwa kuna jambo fulani unalifanya, Mungu atakutana na wewe, lakini hawezi kukuamsha kama umelala, akuamshe kisha akwambie shika barabara, shika njia hii, ama nimekubariki na hiki. Yeye akikuamsha inamaanisha hauna chochote cha kufanya na hauna mahusiano yoyote. Mungu anasema kuna vitu vitatu anavichukia sana. Kitu cha kwanza ni mzembe, hapendi wazembe hata kidogo. Kitu cha pili, hapendi mtu ambaye hapendi umaskini, na kitu cha tatu hapendi kabisa mtu ambaye hatoi fungu la kumi. Kwa hivyo kuna mambo ambayo Mungu hayapendi hata kidogo. Hilo jambo la kusema nitangoja Mungu anitume akuje. Mungu yuko na tuko watu zaidi ya bilioni 7, bilioni 8. Kwa hivyo kazi si yako peke yako, kazi ni ya watu bilioni 7. Ujumbe ndio huo, ujumbe usia wa hekima zaidi. Kuna yule pengine pale hivyo nje, mtu pengine anajiuliza ameshafika mwisho kabisa kwa ukuta. Unajua kuna wakati mwingine majaribu yanainuka, ama changamoto zinainuka, hadi pengine unaanza kukua kama Ayubu wakati mmoja akasema kwamba hata najutia ile siku ya mimi kuzaliwa. Najutia ile siku ya mimi kuzaliwa. Kuna mtu pengine hapo nje huende kama maisha yamemsukuma kwenye ukuta, ama kuna changamoto zimeinuka. Je, ungependa kumwambia vipi kuhusiana na yeye kupata tumaini na kuona kwamba japo sasa hivi nipo nalia, kuna nyakati nyingine nitaweza kucheka? Jambo la muhimu sana ni kumwambia azame kwenye neno la Mungu, kwa sababu kwenye neno la Mungu hiyo ni manifesto ya maisha yetu, neno la Mungu, kwa sababu kutoka mwanzo mpaka mwisho hili neno la Mungu ambalo ni Biblia ina mafundisho. Nakwambia Genesis, nakwambia alikuumba kwa sura yake, alikuumba maumbile ambayo ni yeye, lisha akakupatia dunia uimiliki. Hiyo ni manifesto ya Mungu. Ukiangalia uko ndani, kutembea kwenye vitabu vyote vinakufundisha jinsi ya kukaa kwa mapenzi ya Mungu. Kwa hivyo ukikaa kwenye mapenzi ya Mungu kuna baraka jamani, kuna kuinuliwa, kuna kutembea. Alafu jiunganishe na jambo fulani ambalo unalifanya, hilo jambo litachangia ama litachochea kubarikiwa katika maisha yako. Kwa hivyo hauwezi ukabarikiwa kama bado umekaa tu, hauna jambo unafanya, hauna malengo aina yote yale, hauna mwelekeo, hauwezi kubarikiwa. Unahitaji Mungu ubariki wewe ambaye umeanza safari, wewe ambaye umeanza kufanya jambo, wewe ambaye umeanza kutenda, basi atakuja kwako, atakubariki. Anabariki kazi ya mikono, habariki kazi ya miguu, habariki kazi ya kichwa, habariki kazi ya mwili, anabariki kazi ya mikono. Kwa hivyo mikono lazima iwe inafanya kitu ndio ibarikiwe. Na huende ikawa tukisalia tu kwa hilo jambo la kubarikiwa, huende ikawa kuna yule mtu ambaye anajikaza siku baada nyingine kufanya bidii ama shughuli za hapa na pale, anajituma, lakini pia imani yake ameweka kwa Mungu, ama tumaini ameweka kwa Mungu, lakini anahisi kwamba hii biashara yangu hayatoi matunda vile, ni kama kuna laana fulani ama kuna tatizo fulani. Kama jambo lote ambalo anafanya anaona imani yangu nimeweka kwa Mungu, lakini mbona mambo haya yaendi? Tutarudi tu kwenye kile kitabu cha Kumbukumbu la Torati. Tutarudi kwenye hiyo 28, inasema kama utasikia sauti, if you hearken to the voice of your God, kama utasikiliza na usikilize sauti ya Mungu, hauwezi kujikuta in the wrong place, hauwezi kujikuta ukifanya kinyume, kwa maana sauti ya Mungu ipo ndio ikuelekeze. Sauti ya Mungu ipo ndio ikwambie wewe si mtu wa kufungua kioski, wewe ni engineer. Sauti ya Mungu ipo ndio ikwambie wewe ni mkulima. Sauti ya Mungu ipo ndio ikwambie wewe ni mwanabiashara. Sauti ya Mungu ipo ikwambie wewe ni mchungaji. Sauti ya Mungu ipo ndio ikwambie sababu yako. Ndio unasikia, uisikilize sauti ya Mungu anavyokupatia direction.
Kwa hivyo mapenzi sisi wenyewe kutotaka kuagizwa, kuambiwa na kutekelezwa, kuelekezwa naye Mungu, basi ndio nakuta tuko kwenye wrong places, katika hali ambayo sio ile ambayo Mungu alituwazia. Mungu alikuwazia ukuwe mwalimu, sasa wewe umeenda umekuwa makanga. Mungu alikuwazia ukuwe mkulima, umetoka kwa ukulima umeenda kufanya IT. Mungu alikuwazia ukuwe mwenye mtu wa IT, umeenda kufanya kazi ya ushonaji. Hakuna siku utafaulu kwa sababu haujasikiliza. Maana kwa kila kazi Mungu aliyoitenga kwa ajili yako, hiyo kazi iko na baraka zake. Kwa kila jambo Mungu alilete, kwa kila sauti ametoa, kuna kazi. Angalia wakati Yusufu alipoambia ndoto yake kwa kaka zake, walimuuliza, kwa hivyo siku moja, kwa hivyo unataka kumaanisha tutakuinamia? Kumaanisha wali interpret ile ndoto na wakaiona. Alikuwa anasema miti fulani itainama, ingine itakosa kuinama. Kisha wao wakainterpret moja kwa moja, wakamuza kwa hivyo nataka kumaanisha utatumeni. Na kutoka hapo wakatafsiri na wakajua, maana walikuwa najua sauti ya Mungu, wakatafsiri na wakajua huyu jamaa atakuja kutukalia, atakuja kuwa kiongozi. Na mara hiyo wakamfukuza, wakamuuza, wakiwa na mpango wa kumaliza ile ndoto. Lakini Joseph aliendelea kusikiliza sauti ya Mungu. Mahali popote pale aliingia na akatii sauti ya Mungu. Huyu mkewe Potifa akamwambia, alitaka wafanye ngono na yeye, lakini alisikiliza sauti ya nani? Ya Mungu. Alipoenda jela aliendelea kusikiliza sauti ya Mungu, na Mungu akampatia favor, akaendelea kutafsiri ndoto na akapata lisha, akaishi maisha mazuri. Hiyo kazi yake ya kuendelea kusikiliza sauti ya Mungu na kuifuata kwa bidii ndio iliyomfungulia mlango mpaka akajikuta kwenye ikulu na akafanyika waziri mkuu wa kwanza. Kwa kweli kuna matunda wakati ambapo unasikiliza sauti ya Mungu. Najua jinsi mgeni wetu hapa studioni anavyozidi kueleza, pia unanikumbusha historia moja ya yule kijana tajiri ambaye alimwambia Yesu, nitafanya nini ili niweze kuona ufalme wa mbinguni? Yesu akamuuliza swali tu kiurahisi, wazijua amri? Yeye akasema mimi amri nazijua. Akataja usiibe, usizini, akataja yote. Lakini baadaye akaambiwa, vipi, enda ukauza mali yako na ugawanye na maskini. Maanisha kuna vile unaweza ukaelewa ukajua kitu fulani, lakini kutenda vile inavyohitajika inakuwa ni vigumu sana. Na ndio inapata watu wengi wamepotea kwenye hali ambayo tatanizi, hali ambayo haieleweki. Lakini kama tungekuwa tu watu wa kutii sauti ya Mungu, watu wa kumtii Mungu, watu wa kumfuata Mungu, basi hatungekuwa na shida, hatungekuwa na tatizo ambalo tuko nalo, hatungekuwa na jambo na whatever that is disturbing us. Tungekuwa watu wanaoishi vizuri. Tazama tu wanyama. Mnyama kama ng'ombe hana mahangaiko hata kidogo. Sisi hapa tunauana kwa sababu ya mavazi. Sisi hapa tuna compete kwa sababu tunataka kuishi nyumba mzuri. Ng'ombe yuko mahali pale pale, mavazi yako na ni masafi, na hayajawahi kuraruka, hayajawahi kuchipuka. Wanamsikiliza tu sauti ya Mungu. Mungu akiwaambia kuleni nyasi wanakula. Hawana kitu kingine, hawana kondoo, hawana mtu mwingine, kuku hawana mtu mwingine, ndege wa angani hawana mtu mwingine, ila wanategemea tu sauti ya Mungu. Kama tungemtegemea sauti ya Mungu, basi tungekuwa watu wa kubarikiwa. Ujumbe ndio huo. Kuweka tegemeo letu kwake Mungu, sauti ya Mungu. Tunapoelekea tamati, na huende kwa pengine ndio unazidi kufuatilia ama ndio umeingia tu kufungulia televisheni ya kwako sasa hivi ukizidi kututizama, nakueleza kwamba hii ni Bethel Clouds Television, na pia moja kwa moja tunaangazia kipindi hewani. Tunasema vipi hapa, understanding your purpose, yani kujua jukumu lako. Kuna yule mtu ambaye amezaliwa, kuna yule mtu ambaye yupo anaishi, lakini pengine anakaa akianza kujiuliza kusudi langu la kuishi ni lipi. Kaa chini, unapomtafuta Mungu lazima utajua kwamba sababu yangu ya kuishi ni ipi, ni lipi nisitende na ni lipi nisitende. Kwa hivyo utakuwa narejesha kwa mgeni ambaye atakuwa moja kwa moja atakuwa anatoa ujumbe wake wa mwisho haswa kuhusiana na mada ambayo tuko nayo siku hii leo. Tunasema vipi hapa, tumaini letu kwake Mungu. Karibu mgeni. Jambo la muhimu sana kujua ni kwamba there is a purpose of God in your life. Kuna kusudi la Mungu katika maisha yako. Hauko dunia hii kwa sababu ambayo haina maana. Uko, you are in this world because God knows you. Anajua uko katika dunia hii, na anakujua kwa jina lako, na amekupatia jukumu la kufanya jambo la muhimu. Nenda tu usikilize sauti ya Mungu. Nenda mahali ukae chini umsikilize, atakuagiza
njia ya kufanya. Hakuna na hauna haja ya kujiita maskini, maana umaskini ni wa shetani na wewe si wa shetani. Hauna haja kujiita hauwezi, maana kutokuweza ni kwa shetani na wewe una uwezo mkubwa sana. Tulia, uongoje Mungu akunenee, akuongoze, akubariki. Na ni katika jina la Yesu Kristo na kuahidi ya kwamba utakapokubali kurudi na kukaa jinsi Mungu anavyotaka na jinsi maagizo ya Mungu alivyo, hakuna hata siku moja utashinda. Mungu wetu akubariki sana na kufungulia milango zaidi, maana wewe ni wa maana sana kwetu. Amen. Baraka tele, baraka tele. Na pia nasema asante kabisa kuja studioni, na najua pia wakati mwingine tena tutaweza kukutana tuweze kuzungumza kwa kina zaidi mada tofauti, na natumai itakuwa kwa manufaa kwako ambao unazidi kututizama moja kwa moja, tukisema kwamba vipi kujua jukumu lako, kujua sababu. Unajua muda mwingi kwenye maisha usipojua sababu, utakuwa unaamka asubuhi ni sawa na jioni, unaamka jioni ni sawa na asubuhi. Kwa hivyo ni jambo la maana zaidi. Muda mwingi jinsi mgeni tumezidi kuzungumza kwamba vipi tukaweke tumaini letu kwake Mungu, tukaweke imani yetu kwake Mungu, maana yeye ndio muweza yote. Muda mwingi maono huibua maadui. Yusufu akawa na maono, maadui wakainuka. Muda mwingi maono huinua maadui, changamoto zipo, lakini ujumbe wa siku ya leo tunapozidi kuangazia kwenye mada yetu kwamba vipi tuweke tumaini kwake Mungu, usije ukakata tamaa katika mambo ambayo unazidi kuyafanya. Hii imekuwa ni Bethel Clouds Television, kwa hivyo tukutane tena wakati mwingine, angalau tuweze kuzama, tujuzane mengi zaidi. Lindwa na Mungu, ndoto zako zitimie. Kwa heri.